Na kusalimu katika jina la Yesu. Nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninayo furaha ya wokovu na ninaenda mbinguni. Tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, pokea sifa, pokea utukufu, pokea shukrani. Wewe uliyekufa msalabani kwa sababu ya dhambi zangu. I dedicate myself before you and I cover myself with the blood of Jesus. Thank you, my Redeemer, kwa sababu ya kunipa wakati mwingine siku ya leo kunena on your behalf. I love you, Jesus. I honor you, exalt you, and glorify you. You are mighty, there is no other God like you. Mighty you are, Jehovah, you are worthy. Holy Spirit, thank you. All in one. I cover myself again with the blood of Jesus. My Redeemer, speak through my tongue. And in Jesus' name, I cover mwenye kunisikiliza na damu yako Yesu. Wote na wafunika na uwezo wa jina lako Yesu. Nena kupitia mimi. Nifungue mdomo, Roho Mtakatifu ongee. Jina lako Kristo litukuzwe, maana hakuna mwingine kama wewe. Na ni katika jina la Yesu nimeomba hata na kuamini. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ninayo furaha ya wokovu na ninaenda mbinguni. Kwa muda wa siku kadhaa sijaweka video. Leo nimepata nafasi na ninamfurahia huyu mwana wa Mungu ambaye amenipa nafasi. Nataka niongeze mwangaza kidogo ili video itoke ikiwa na quality nzuri. My sister, my brother, na utabarikiwa. Nivumilie kidogo na tulitukuse jina la Yesu. Otherwise, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu na tuko katika ile hali ya kuomboleza umoja ambaye ni Prime Minister Raila Odinga former. Na kuna hilo wingu, hatusemi mengi, maana sote tunaelekea mahali pale. So Yesu ni mwema, Yesu ni mwokozi, jina lake litukuzwe. Ni kama sijaakisha stima. I love Jesus as my personal savior. Nimeonekaniwa na Kristo na ninamtukuza, maana ninajua ako pamoja nami na hajaniacha kamwe. Unajua nimezoea kuwa na suti. Sasa wengi mkiniona nikiwa nimefaa hivi inakuwa maybe utakuwa najiuliza ni aje. Kwetu leo ni sikukuu kwa sababu serikali ilitangaza iwe public holiday, kwa sababu kuna mmoja wa viongozi wetu ambaye ametuasha. Mko aware na information hiyo mko naye. Mungu abariki. Ningali ninaenda mbinguni. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Now, kuna hii maono ambayo nimeyapata kuyaona, and nataka tu ninene kuyahusu. Maono ya kwanza, siku kadhaa imepita hapa, nikaamushwa na mahali nilikuwa in the spirit, nikaketi na mbele yako kwa mawingu pale juu. Baada ya jua kutua, akatokea mwana wa Mungu akiwa ameangalia ulimwengu. Amerudi, akiwa amerudi. Na alikuja akiwa mwisho mahali jua linaenda
kuishia pale. Baada ya jua tu kuishia, kukawa na kagiza, naye akatokea hapo polepole akiwa ameinuliwa na wingu, akawa anaangalia dunia bila kunena mambo mengi. Watu walikimbia hapa na kule, ikawa too late. Kama wale ambao hawakuwa wameokoka, hakukuwa na muda, ikawa too late. Ikanishangaza. Na baada ya siku kadhaa, kisha nikaona maono mengine. Na katika hii maono, inahusu hii maandiko nataka kusomea. Iko katika kitabu ya Revelation 9, kamstari kuanzia 3 hadi 12. Revelation 9 verse 3 hivyo unaenda mpaka 13. And out of the smoke locusts come down on earth, and were given power like that of a scorpion of the earth. They were told not to harm the grass of the earth, or any plant or any tree, but only those people who do not have the seal of God on their forehead. They were not allowed to kill them, but only to torture them for 5 months. And the angel, the anguish they suffered was like that of the sting of a scorpion when it strikes. During those days, people will seek death, but will not find it. They will long to die, but death will elude them. The locusts looked like a horse prepared for battle. On their head, there was something like crown of gold, and their face resembled human face. Their hair was like woman's hair, and their teeth were like lion's teeth. They had breastplates like the breastplate of an iron, and the sound of their wing was like the sound of many horses, and the chariot rushing into the battle. They had tail with a sting like scorpion, and in their tail they had power to torment people for 5 months. They had as king over them the angel of the abyss, whose name Hebrew is Abaddon, and in Greek is Aporio. That is destruction. The first was past. 2 other were yet to come. The 6th angel sounded his trumpet, and I heard a voice come from the 4th horn of the gold altar that is before God. Golden altar before God. It is said in the 6th angel, it is said to the 6th angel who had the trumpet, release the 4 angels who are aboard at the great river Euphrates. Up verse 12.
Kuna hii maono niliona, nikaona baada nikawa raptured, rapture ikaja na nikawa raptured. Nilipokuwa raptured, nikiwa tu nimeenda kiasi, nikaruhusiwa kuona ile kitu ambayo inaendelea. Hii maandiko inasema habari ya hizo wanyama watakuwa wanakaa kama scorpion. Sasa ile kitu iko, hii creature ilikuwa inafungua mdomo. Wewe ambaye hautakuwa umeandikwa jina lako kwenye kitabu cha uzima, wherever uko, hiyo kitu nilikuwa ninaona inafungua mdomo. Alafu vile unaweza vuta kitu na pumzi na pressure. Sasa ilikuwa inavuta watu, inawaingiza kwa meno yake, inawatomenti na hawakufi. Nikajiangalilia mpaka nikaogopa. Penda jina lako liwe limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Maana ile kitu niliona, ulikuwa unatoroka. Ile kitu ama ile kiumbe ikiona ni wewe imeelekea, wakati unakimbia inakufuta na pressure, unakuja kwa mdomo yake. Ikiona unataka kutorokea upande huu, hiyo inapinduka hivi, inakuguza na mkia, inakuleta hapa kwa mdomo. Watu walipiga duru. This creature, they were like locusts. They were given permission for 6 months to torment people. Hawakuwa na jina la Yesu Kristo ama jina la Mwenyezi Mungu katika forehead yao. Wale ambao walikuwa na alama hawakuguswa. Moses akaelezewa na Israeli, Mwenyezi Mungu amesema mchinje mbuzi kadama kadogo ambao hakajazaa, hiyo damu yake mpake kwa milango yenu. Alielezewa Israeli wakiwa Misri, mpake kwa milango yenu. Kuna malaika atapitia usiku, na huyo malaika akipata kwa mlango kukiwa na hiyo damu, anapita anaenda hiyo nyumba ingine. Ilikuwa ni issue na kuwa firstborn. At morning walikuwa wameingia mpaka kwa Farao, waliua firstborn. Huyo malaika aliua firstborn. Kulikuwa na kilio Misri, mpaka Farao akasema washeni waende sasa. That was Israel, na ilikuwa inahusu Israeli. Mwenyezi Mungu aliwaelezea waweke seal na damu ya kondoo, naye tunaweka seal na Kristo katika uso wetu hapa. Sasa wakati shetani anapita, hata ruhusiwa kukuguza wewe, maana utakuwa umewekwa seal hapa. Na kuwekwa seal ni pamoja na kuzaliwa mpya, ni pamoja na kuishi maisha matakatifu. End of that. Kama wewe jina lako halijaandikwa kwenye kitabu cha uzima, ujue usipende hata ukufe. Tutakapofufuka, utafufuka na itakuwa ni aibu kwako. Itakuwa ni aibu. Hizi creature zilikuwa zinakaa kama locusts, zilitorment mpaka nikaogopa. And finally nikaona mvua imenyesha duniani. Mvua, unaona hiyo radi huwa inapigana. Hiyo radi ilikuwa inapiga mawe sky.
sikiguzwa tu na radi zinashika moto, zinamwagika hapa duniani. Kulinyesha mvua, na hii itakuja kama mvua iliyonyesha wakati wa Noa. Ijapokuwa haitamaliza dunia yote, lakini itasababisha sehemu mingi kusinki. Sasa sikia hii. Wakati hii mvua ilikuwa inanyesha, radi ilikuwa inatokea kwa hii mawingu ya meupe. Hiyo radi ikiingia kwa hiyo mawingu yanafanya awe moto, yanamwagika duniani. Sasa yalikuwa yanamwagika na kulikuwa na upepo ambao ulikuwa unasukuma hiyo moto na kule tuko. Mvua ikawa kubwa, inanyesha mpaka radi ikitoka inaangusha moto hapa duniani. I know what it means. Nishaigongwa wakati moja ama mara mbili na umeme, na hiyo striking of the lightning. Twice in my life nimekuwa stricken na Mwenyezi Mungu ashaini strike na umeme mara mbili. Siku moja tulikuwa ushago, nikiwa kijana mtoto mdogo. Shamba moja kutoka kwetu kulikuwa na lile shamba la Kenyatta. Sasa wakati kukianza mvua, zile ng'ombe zilikuwa zinaasha shamba yake, zinakuja kusorora katika shamba yetu. Juu gate imewashwa na ng'ombe zimefunguliwa, kuna mvua. Sasa zilikuja zikajaa kwa boma yetu. Ng'ombe mrembo, beautiful, zikiwa na afya. Sasa kukaa na mvua kubwa, nasi tukawa tumekaa kwa nyumba tunajiangalilia mvua tukiwa pale nyumbani. Sasa hii mvua iliponyesha, kuna dirisha na katika hii dirisha mahali ilikuwa, ngoja nikuonyeshe, ni kama hii ni kitu ingine sitasahau maishani mwangu. Sasa ilikuwa ni kitu kama hii. Radi ilinipiga mpaka nikashangaa. Nashora, najaribu kuleta akilini vile ilikuwa, na vile radi ilinipiga. Sasa ilikuwa kitu kama hii. Sasa hii ni dirisha, hii nayo ni jiko ya kuni, na hii ni dirisha ingine. Sasa wakati mvua ilianza kunyesha, nilikuja nikasimama hapa ndani ya nyumba tukiwa na brothers zetu wa laini na sisters. Sasa mvua ilipokuwa inanyesha, sote tukiwa kwa dirisha, ikapiga radi tutaa ruheni, na hapa hivi kulikuwa na kajerikan ya redi ya lita 5 ikiwa imejaa mafuta ya taa. Sasa hii radi ilikuja ikapiga hapa, tatak, ikaingia kwa nyumba moto hiyo. Brothers zangu na wote wakatoroka upande huu, mimi nikaingia hapa kwa hii kona hii. Sasa wakati radi ilipiga, kilikuja kitu kinakaa kama kinyoka, kikakuja kikashika hii kamkerebe, ilikuwa na mafuta ya taa, na mafuta ya taa ikatingizwa na hii umeme. Kitu ilikuwa inakaa kama nyoka, kama nyoka ilikuwa inatembea, lakini ni radi, ni moto, na inaguruma. Ikaja ikaguza hii kamkebe ikiwa imejaa mafuta ya taa,
ikatingiza, alafu ikatoka nje, ikastrike ile mgurumo, ikatokea. Nyumba yetu ilikuwa ile ya maturubali, ikapasuka, ikaanza kunyesha ndani. That was the first day. Siku ingine kukaa kukinyesha, kunanyesha nikiwa kwa barabara. Niwe mimi ndiye na nilikuwa kwa kajia naenda mahali. Sasa angalia, nilipokuwa natembea hivi, nilikuwa naelekea huko, kukatokea lightning sehemu kama hii. Hiyo lightning ilitoka ikaja hapa mbele yangu mita kadhaa, ikaanza kuguzana hapa. Ilikuwa unaonanga wale watu wanafanyanga kazi ya arc welding, hiyo moto vile huwa ikiguzwa hivi ta. Mimi nikiwa hapa mbele yangu radi ikaruta roheni, ikatelemuka ta, ikaja hapa, ikaanza kupigania hapa ta, moto ikimwagika mbele yangu. Na ujue juu mahali nilikuwa ninajida sikuwa na mavuli, nikaelezea Mwenyezi Mungu sitaki kunyeshewa. Sasa mahali nilikuwa mvua ilikuwa inanyesha mbele ya hii uradi kama mita 5 hivi ama 10 mbele. Sasa mvua ilikuwa inafika hapa. Sasa nikiwa natembea vile tu nilikuwa natembea, mvua ilikuwa inaenda ikisonga. Sasa radi hii ilipo strike ikaja kuchezea hapa moto ta, inamwaga moto mbele yangu hapa. Goja ikalia mgurumo ingine, ndio tunaitaka the sound after the lightning. Unajua pale kamkebe ya mafuta ya taa iliguzwa na ile radi. Kristo akaona niko hapo, akaona hapana, lakini akaniambia ni sign ya kunionyesha I'm within. Ninampenda huyu Yesu. Mahali nimetolewa na Yesu, nasemanga yeye ndiye full stop. Yeye ndiye full stop. Miujiza ile nimejionea nikiwa kwa Kristo, mimi siongeagi, na naonaga mkono wa Mwenyezi Mungu on a daily basis. So when I testify that Jesus Christ is the commander, truly huwa ninajua maana yake ni nini. Maana kuna wakati moja nilishikwa na askari nikiwa Soweto, na kabla hawajanishika hapo siku 3 mbeleni ama wiki 2, kuna watu walikuwa, askari 3 walikuwa wameuawa na mtu alikuwa na briefcase. Sasa mimi nikashikwa na askari kama saa 1 ya usiku nikiwa na briefcase. Ilikuwa imejaa zile buttons za maguo za kuuza. Sasa wakati nilipatana kwa shoshoro fulani, wakati huo nilikuwa naishi Soweto Kayole, nikiwa ninapita kwa shoshoro, askari ndio hawa akaniambia, hapo simama. Niliposimama ile bunduki zao wakafanya vile huwa na rock. Nikiwa na briefcase, nikaelezewa kia juu ya hiyo mesa iko mbele yako, ilikuwa ni kibanda, fungua. Niliposhika hivi nikaseti namba hivi ya kufungua briefcase, nikaifinya ikafunguka. Roho Mtakatifu akaniambia, rudi, usifungue hiyo tena zaidi hapo, rudi nyuma hatua 3 waambie wafungue, atakuua. Nilirudi nyuma hatua 3, wakafungua. Akaniambia yeye ni mjanja,
tungekuua. Nikauliza kwani ni nini ningekuwa nimefanya? Haujasikia mtu wa briefcase alifungua briefcase hapa Komorok, akaua askari wetu 3? Hujasikia? Hata mimi sina habari. My brother, uombe juu katika maisha yako kuna mahali shetani huwa anakutegea. Angalia jambo hili. Tukaenda wakati mwingine na bibi yangu Nakuru. Tukirudi Nairobi, pale kwetu flyover hapo Viewpoint, kuna petrol station iko hapo na kuna hoteli watu wanapenda hapo ya kifahari. Kitambo nifike hapo nikiwa nimebakisha mita kama mita 50 hivi. Always hiyo nimefanya hiyo mara 2. Mara ya kwanza nikiwa nimepanda hiyo mlima na gari na spidi ya 100. Mahali mataa inaona mbele yangu. Na niko laini yangu nimepanda. Ng'ombe ndio hiyo imevuka kwa barabara. Niliona ikiwa katikati hapa. Sasa bahati ile nilikuwa naye wakati nilikuwa napanda juu laini ya kupanda ni 2. Hakuna gari ilikuwa inakuja kunipita katika laini ya overtake. Ndio nikakata gari nikaondokea ile ng'ombe karibu niiguze. Hiyo ni mara ya kwanza. Kukaa baada tena ya karibu mwaka mzima. Tukaenda Nakuru na bibi yangu tena tukarudi usiku. Hapo nikiwa nimekanyanga gari, nafikiri ilikuwa speed ya 90. Ghafla nikaona ubwa. Hapo tu nikatoa tena gari. Tukaambiana na bibi, ni pale tu. Ujue ukikataa kukaa vizuri hapo kuna mahali shetani huwa anakutegea. Na hapo ni kwetu Ushago. Hapo tu flyover hapo. Hiyo sasa nimepata hiyo accident hiyo kitu mara ngapi? Na sijai fanya accident. Sasa wakati ninakwambia uombee gari ama uombee safari, iombee na uiombee ukiwa na imani. Maana mambo kama hayo ndio Mwenyezi Mungu ana. Siku ingine tulikuwa tumetoka mazishi Nakuru ya husband ya my sister mwingine hapo. Pasamani huyo alikufa juzi. Sasa tukikuja kutoka Nakuru pale Gilgil, kwa hiyo kupanda mlima hiyo tukitoka Nakuru, kuna laini 3. Mahali laini 3 zimeenda zimeishia. Mimi nikiwa na gari yangu nikafikiri ni overtake kiroli ilikuwa inaenda pole pole. Kumbe hii maroli ni hii kubwa haina kitu, alikuwa tu ni swage zake. Wakati tu nimetoka nimeingia kalaini nyingine nikaona ile lori kitambo itufikie nitakuwa nimepita hii. Naye mwenye lori akakanyanga mafuta akanifungia mahali ya kuingia. Ilikuwa ni hizi maroli ya kuinua mchanga tifa, tunaitaka tifa. Hii kubwa inakaa Mercedes. Sasa gari iko na hiyo kiturela moja Kiatic. Sasa wakati nilikanyanga mafuta na gari yangu niende niingie mbele yake, naye huyo mtu wa lori akashikwa na shetani. Shetani akajua wakati ni huu. Akafunga mahali tulikuwa tunaenda kuingia. Naye nyuma juu yetu kulikuwa na dereva wa lori alikuwa anakuja. Unajua huyo dereva wa lori alijishikilia juu ilikuwa ni ile iko na kichwa iko na kichwa flat unamuona. Wakati sasa huyo alitufungia, nisingeweza kurudi upande ule maana kulikuwa na mteremko. Ilinibidi nifunge breki, nikasimama katikati ya barabara na hii lori inakuja. Unajua hiyo lori ilikanyanga breki mpaka dereva wa lori akiwa ndani alisimama hivi akiwa ameikanyaga breki anatuona. Ikiwa imebaki tu kidogo akakanyagisha mguu moja ije kidogo tu, na mimi sasa nikaashiria gari mafuta kidogo tu breki na nilikuwa mimi, my wife, my brother na mama mwingine, na tulikuwa watu kama watu 5 kwa hiyo gari. Tungeliishia hapo, lakini kwa sababu Mungu ni mwema, symptom inakuja mpaka kwa mdomo, lakini Mwenyezi Mungu anakataza. My brother,
tuturagio ni Jehova. Ni Mungu huwa anatuweka. Na kati ya mambo mingi ambayo huwa unaogopa, Mwenyezi Mungu huwa anakataza ikufikie. Maana yeye ni Mungu. Ndiye ana make sure swara inasalia katika kichaka, inalea mtoto mpaka anakuwa mzima. Kama hali kama Masai Mara, swara inazaa, inalea mpaka kanakuwa kazima, na hakuna mnyama ambaye inaweza kuiona ikule, maana ni Mungu under control. My brother, ninahubiri Masaini. Juzi nikauliza Mungu, unaonaje hii kasi ya Masaini imeisha, niachane naye sasa nifanye kitu kingine? Sasa nilipouliza hiyo swali nikauliza Kristo, siedi na sitaki Masai haribike, nataka between saa hii ikuwa kitu 5:30 mpaka 6 ili niamke nijitayarishe niende uninenee. Sasa nilipoomba hivyo nikajiwekelea kwa kitanda tu vile tu mtu jama, na bibi alikuwa ameamka, alikuwa ameenda kutayarisha mtoto anaenda shuleni, my last born. Sasa nilipoamka, nilipojiwekelea kiasi hapo, mimi napenda kuamka masaa hiyo ya 5 kukunywa maji. Nikasema before saa 6:30 saa 1 ifike, ngoja nijiwekelee kidogo niamke nijitayarishe. Most of the time natoka nyumbani kama saa 3 wakati nataka kwenda bali. Sasa nikiwa nimesinzia nikapata maono. Katika maono nikaandikiwa jina Jijasie. Hiyo ndio jina iliandikwa mbele yangu. Nikamuuliza nijijasie nini? Jijazie wewe. Sasa nikiwa namuuliza namna hiyo, akaniinua in the spirit, akanipeleka mahali kulikuwa na gari ya moshi. Hii gari ya moshi ni zile za zamani washa hizi mnaita SGR. Kubwa, iko na hiyo makobe zaidi ya 20 na kishwa hivyo na hivyo. Sasa Kristo akanipeleka mahali ile gari ya moshi mwisho yake imefika, kishwa imeangalia na huko. Akaniambia hebu isukume, akiwa na supervisor akaniambia isukume. Sasa unajua, sasa nilishika ile kikombe hivi, nilishika hivi nyuma, nikaanza kusukuma, nikatumia nguvu, ikaanza juni kwa reli, ikaanza kusonga pole pole. Sasa nikaisukuma kama hatua 5 hivi. Sasa hatua 5, unajua inaenda tu hatua 5. Sasa Kristo akanielezea, sasa jue ndio umeisukuma imeanza muondoko, hebu isimamishe sasa. Sasa usisukume, shika shuma sasa, ushike shuma uisimamishe. Hii kitu iko na makombe zaidi ya 20 na nimeisukuma kwa nguvu mpaka imeanza kusonga. Haikibi. Kristo akanielezea, sasa ishike usimamishe. Unajua hivyo imeamuka kuisimamisha ni nguvu, ni gumu. Nilijaribu, ninatembea naye na ikiwa nimeishika na ijaribu kuisimamisha, ili ni shida, sikuweza. Juu saa zile ilianza kumove. Kuanzisha ni rahisi, lakini ikianza kumove kuisimamisha ni gumu. Akaniambia, unaona wakati unaniuliza kama kasi ya Masaini imeisha, sasa hivyo ndivyo ilivyo. Kazi umeianzisha, kama imeisha, simamisha magari ya moshi. Aliniambia isimamishe, unaona inaonekana kama ni kitu rahisi, lakini nilijaribu kukanyagia chini na jaribu inanivuta. Akaniambia kuanzisha ni rahisi, lakini movement ikienda ni vigumu sana kusimamisha. So hiyo maana yake ni kuniambiaje? Nisiulize tena kama kazi imeisha, ifanye mpaka wakati ule tutasema. Na hata niambia circumstance ndio anakuongelesha naye. Nilijaribu kusimamisha, kama ningelisimamisha hiyo gari
ya moshi hiyo nimeanzisha. Kama ningeliivuta na nguvu yangu yote mpaka niisimamishe, angeniliezea kasi imeisha ya masaini, naye nijitayarishe kwenda mbinguni. Maana ukimaliza kasi, if you empty yourself, if you empty hii glass, nikikunywa maji yote iishe iwe hakuna ingine, haina kasi ingine juu kwisha. Na sasa mtu akiwa kama hii glass na ako na kitu iishe, if I empty myself nikwishe, iwe hakuna kitu ingine inaweza toka ndani yangu, mtu huwa anakufa, kasi inafika mwisho. Unaona Raila amejiempty, kasi yake imefika mwisho, ndio akaisha. Ukimaliza kasi unaenda mbinguni. Sasa akaniambia kasi kuendelea, maana hakuna, kama umeshindwa kusimamisha hiyo gari ya moshi, sasa kasi lazima iendelee. Kuanzisha ulianzisha, endelea mpaka hata niambia, na huenda labda atanishukua tu nikiwa tunahubiri. Hello, uko wapi my brother? Uko wapi my sister? Wewe ambaye umeitwa, na wewe ambaye unapitia mazito. Kuna mzee nimepatana na yeye leo. Huyu mzee ako na bibi, na ni rafiki yangu. Bibi yake akaandikwa ni sister yake, na sister yake ako na bibi. Alipoajiriwa na sister yake na ako na bibi, bwana ya bibi yake, bwana ya sister yake akaanza kutamani huyu mzee, bibi ya huyu mzee tulikuwa na yeye. Aya, na ikiwa tu kama ni mchezo, so akaanza kufanya tu usharati. Sasa huyu mama amekatalia kwa huyo mzee na haogopi. Mzee akimuuliza anasema hakuna kitu. Sasa kuna kitu moja alifanya. Kuna vile unaweza finya simu, ile maongeo yote mtu anaongea unamsikia. Sasa huyu mzee akafinya simu ya mama, akawa ananasa maongeo yote anaongea. Ukiasikiza utauliza mlima ukuangukie. Sasa huyu mzee ni rafiki yangu na ni mhubiri. Bibi yake hamuogopi. Mudhuri bwana ya sister yake ndiye anaenda naye. Sasa sister huyu wameongea, bwana huyu ya huyu mama huyu ameongea na wazazi, amejaribu kukanya yule mzee, amejaribu wapi? My brother, my sister, ukipitia temptation ya aina ile na ufaulu, kuna kitu Mwenyezi Mungu amekuwekea mbele. Haki. You will never regret in your life. Sasa huyu mzee Mungu akaniambia ataniletea yeye ni mkanso. Sasa huwa ninakaa ananiongelesha na simu tunaongea. Lakini kama kuna kitu kibaya ni uzito huu, bibi anaenda na anamshika na record kwa simu wakiongea, na wanaelezana mahali wataenda, na wanaenda, bibi anakuja kwa nyumba saa 5, akiulizwa anasema hakuna kitu kama hiyo, hiyo ni uongo, sio mimi. Na amekuwa recorded record zaidi ya 10 wakiongea na huyu mzee. Sasa unajua ile kitu mama anafanya, anaambiaga bwana anaenda kesha. Sasa juzi mzee akamuelezea hiyo kesha unaendaga, ninaona kama ni mzuri, hata na mimi nataka tuwe tunaenda na wewe. Lazima waende kesha kila wiki mara moja, every week. Sasa mzee akamuelezea hata mimi nataka saa nijitayarishe tunaenda kesha na wewe. Naye mama akamwambia kama utaenda kesha na mimi, wewe utaenda, mimi nitabaki. Yani it's so painful. Naye Kristo ananielezea nimuelezee, akifumilia. Deeper the trials, ile ndege kubwa ambayo inaenda Amerika bila kutua mahali pengine, inashukuaga uwanja mkubwa kuruka, na ni mzito. The greater the trials, the greater the bitterness, the greater the blessing. The deeper, bila matemptation na persecution zako zinakuja ikiwa nzito, ndivyo tu na wewe unaenda bali kiroho.
Ukisikizana na Mwenyezi Mungu, ninajua ni vigumu kusamehe fidelity, but if God grant you that heart of forgiving, you will receive a blessing. Although this is not acceptable to many, it is for the chosen. It is for the chosen. It is for the chosen. It is not for everyone. So I will tell you, ukae hapo bibi yako akiwa anaenda na mwanaume mwingine. Na the funny thing ambayo imefurahisha, huyu mama, sister huyu ambaye bwana wake anaenda na bwana na bibi ya huyu mama ako very calm. Akipigiwa simu anasema, mimi najua Mungu atanilipishia. Usipende kupewanwa kwa Kristo. Please, washaneni na boma za wenyewe. Ukiona bibi ni mrembo, fikiria kwanza kabla hujafikiri kwenda na yeye. Maana Biblia inasemanga hiyo ni kuchukua moto unajiwekelewa kwa kifua. Lazima utashomeka. At the end of the day, hasara itakuwa ni kwako. Sasa huyu mama mzee, tukaa naye kama siku 4 imepita, nikamwambia tuombe na wewe ili Mwenyezi Mungu akufunulie ile kitu anataka kufanya na hiyo familia yako ama na wewe. Baada ya kutumana nikamwambia tuombe hiyo maombi. Akaota huyo bibi yake akiwa amekufa. Sasa leo ndio ameniambia, I have dreamed, nimeota bibi yangu akiwa amekufa. Nikamwambia sikwambia atakufa, lakini ngojea majibu kutoka kwa Mungu. Mvua imekuja hapa, inakaa kitu ingine. Ngoja nifunge hii madirisha. Mvua kubwa. Hey. Hii inakaa kama inaweza beba kitu. Anyway, God is good. Injili inaendelea. Na Mungu akubariki, akuonekanie na akupende. Nataka kufunga madirisha iko hapa kwa ofisi, isiingize maji. Maana hii mvua ni kubwa sana sana. Na inakuja na vumbi ingine. Mimi napenda vile Kristo huwa anafanya kazi. Honestly. Anaifanyaga kwa njia ingine. Hata ukiangalia unasikia tu kufurahi. Anyway, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Na ningali naenda mbinguni. Ningali namfurahia. My brother, kama ni wewe uko kwa temptation kama hizi, bibi yako anafanya infidelity, usimpige, usimuue. Kama unasikia huwezi vumilia, chukua tu document twako tule twa maana, weka kwa bag, sema unaenda kuona washazi wenu ama unaenda ushago kidogo, na usibebe kitu ingine. Utoke uende na usirudi. Niliona wakati moja kuna mama nilikuwa nauzia baton pale Kibera line 7. Huyu mama alikuwa Mkamba. Hata nilikuwa naingia kwake nikiwa na briefcase kumuuzia buttons. Paka anakuseduce. Sasa na hii warembo ndio anakuaga sana na hii shida. Sasa huyu mama akawa hasikizani na bwana. Sasa juu ninaona ana behave kama msichana ni wakupenda wanaume. Na mimi sasa unajua nilikuwa ninaenda na beba button na bag, alafu mimi nilikuwa mtu wa kufunga tai saa yote. Paka nikiuza mabaton unaniona niko na tai na shati. I'm very smart. Sasa wakati moja jirani ya huyu mama alikuwa tu na duka, akaniambia, we kijana, we Martin, wewe huyu mama usipende mambo yake hata kidogo. Hebu nikwambie vile ilienda hapa, na si samani. Huyu mama alijaribu kukataswa kufanya umaraya na bwanake, hakusikia. Siku moja mzee akaona imetosha, maana kwa kila njia nimemshika na hasikii. Alikuja jioni moja, akatoa ile sweetu yake ya maana ilikuwa kwa nyumba. Huyu hata hakuwa na bagi, hata mobili hakubeba. Alitoa ile vitu yote ilikuwa na ya maana, ID kama ni title kama nini zote akatoa. Akaweka kwa mfuko. Ilikuwa jioni tu.
Akatoka Asifu anaenda kuona wazee. Kibera laini 7 hakurudi. Baada ya siku 2 akaenda kwa chifu wa laini 8, maana alihama laini 7 akaenda laini 8. Akaenda kwa chifu, akatuma wazee, akaelezea anataka muende kwa mama fulani mahali fulani, mumwambie mimi nimetoka kwake na asije akanifuata maishani na ashane na mimi. Huyo mzee alitoka tu na nguo, akaenda akakodisha nyumba laini 7 laini 8, akanunua vitu yote ya nyumba. Hakuna kitu alitoka naye hapa. Sasa huyu alikuwa ananiambia story, ananiambia wewe pastor wewe Martin, usicheze na huyo mama uone kama ni mzuri. Aliashwa na bwana yake kwa hiyo njia. Sasa kama wewe bibi yako anafanya infidelity na unasikia umechoka, badala ya kumfanyia vibaya, sijui uliveji ama ushukue mwanamke mwingine uende naye, kama wewe unamuogopa Mungu, stick kaa vizuri kwa Mungu na usilipishe kizazi, hata usimpige, hata usimuulize maswali. Kama unasikia umeshoka, huwezi kuvumilia tena, chukua bag, weka nguo zako, toka uende na usirudi. Lakini usimpige na usimfanyie any harm. Likewise, kama na wewe mama umeshokeshwa na mzee wako, chukua maguo, toka uende. Kama unajua utaweza kujiweza. Kama huwezi enda kujiweza, wewe kaa utuombe na uamini Mungu. Sometimes huyo mzee ameniambia nastaki kuwasha huyu bibi, lakini sometimes anakasirika, anasikia Asifu anaweza fanya kitu baya. Lakini ananiambia akienda nyumbani, akiangalia watoto wake vile wako innocent na hawajui, sometimes anashikwa na watoto. My brother, my sister, usifungwe kwa shida juu ya watoto. Watoto wanazaliwa, hawana wazazi, wakiwa shokora na wanakuwa. Usifungwe kwa kifo kwa sababu ya watoto. Usikae kwa hiyo kitu inakudhulumu kwa sababu ya watoto. Hapana. Fight for your peace. Bibi ambaye hakupei heshima, muondokee. Bwana ambaye hakuheshimu, bwana ambaye hakupendi, kama umesikia na unajua ni usharati unasababisha, muondokee. Lakini don't count the kids. Maana itatokea kama huyu sasa. Sometimes unaona ninampigia simu, tunaongea, anakuja tunakaa naye, ananyamaza, unaona akili zake ni kama zinaenda mahali. Na sasa hivyo ndio depression huwa inashika mtu. Maana huyu mama akiulizwa tu mdomo tu ndio iko juu. Anafunga kazi na anafanya na dada yake. Anasema hakuna magari. Mzee anasema yeye ngojea nikupeleke nyumbani. Anamsidikisha, ama mzee anatoka kama 30 minutes. Alafu akifunga kazi, bwana haendi kwao nyumbani, anaenda na huyu bibi ya huyu. Sasa wakienda wakijivijali, anakuja kama saa 5 ya usiku ama saa 4. Na the other thing which is funny, ile njia hii mama anatumia ili aende kazi town, ndio amekuja wamekodisha nyumba barabarani pale katikati. Sasa hii njia mama huwa anatokea akienda kazi town, katikati ya hii njia wanakuja wanakodisha nyumba. Sasa yeye huwa anakuja anaingia hapa, alafu akimaliza anakuja anachukua gari anaendelea nyumbani. Naye mzee anakaa pande zingine. Sasa alikuwa anasema bibi bwanangu hakukuja nyumbani jana, amelala. Naye mzee huyu anasema sijui bibi alikuja saa 4. Leo ni sikukuu, ameamka saa 10 akatoka. Asifu ni kama mtu anaenda safari. Kama unasikia huwezi ridhika na bwana yako na unataka kulala na wanaume wengine, si utoke uende, badala ya kupea mtu mwingine mateso. Do you know, inafikanga mpaka watu wengine wakiwa wameokoka, anafikwa mwisho anafikiri afanye kitu. Unasikia amefanya mess, mtu anasemanga
hata kama ni kufungwa nifungwe. Ana mess. Ndio nasikianga mtu aliua mtu mambo inaisha. Mwingine anatumana watu wanaenda wanaua bibi ama waue yule wako naye. Na nyinyi mnaona tu sawa. Anyway. Bibi, kama wewe unapenda usharati, don't push your husband to a point where akifika kwa kona hakuna alternative, atakuharibu. Na wewe bwana ni vile. Sukuma bibi yako na kumuenjoy tu. Akifika mwisho hata yeye atakukula. Umbwa ukiifungia kwa nyumba uanze kuipiga itakukula, hata paka sote, hata ng'ombe, hata buzi. Ukiipiga, ukiifungia kwa nyumba uanze kuipiga itakugeuka. Tasema tutakufa pamoja. Infidelity inaweza sababisha uwawe kwisha. Na mtu haya ameamua atafungwa. Maana it's painful. Nimegusa hivi. Lakini tuko karibu na rapture. Tuko karibu na rapture hapa. Na rapture ikitokea, hamtaamini. Wale watabaki, hao ndio watajinunulia ufalme na damu yao. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Naenda mbinguni. Nikali nahubiri Masaini. Kuna ministry nyingine ambayo Mungu amenipea. Na hii nimepewa sasa. Hii ndio ile latest ministry ambayo Kristo amenipea. Wakati nahubiri huko Masaini, wasee wengi hawashughulikiagi watoto. Unaona watoto wako somehow neglected na wazazi. Sasa wakati ninahubiri nikiangalia wale watoto ambao wanakuja karibu na mimi, ninaona vile wanapita, wengine hawana mavazi. Sasa Kristo akanielezea nimeweka ministry ingine kwako wewe ndani. Wakati unafanya hii kazi yako ya kuhubiri, uwe unabeba viatu na uwe unabeba nguo za watoto. Viatu na nguo za watoto. Ukipatana na mtoto uone amerarukiwa, unaita mtu tu fulani mahali umemuona, unasimamisha gari, unaongea na wale watu wako idhini, unaingia kwa gari, unatoa zile nguo zinatosha huyu mtoto ama pia bili, na unampea kiatu. Ukipatana na mtoto ambaye hana kiatu na kuna jua, na unaona angelipenda kuwa naye na ile mshanga bali moto vile iko. Unajua si niliwaelezea nilihubiri mpaka viatu. Kuna mahali nilienda nikahubiri viatu inatoka gam mpaka inatokana. Sasa Kristo akanielezea nimekupea another ministry ya watoto ambao hawana maguo. So wakati unaenda kuhubiri, unabeba maguo kwa gari yako za watoto na unabeba viatu. Kama saa hii tunaongea na wewe, niko na pea ngapi? 40, 50, 60, 70. 40, 50, 60, 70. Niko na kama 80 pairs of shoe kwa gari yangu boot. Sasa hizo viatu nimenunua size tofauti between kuanzia mtoto wa mdogo kwenda hivi mpaka mtoto ambaye anavaa viatu namba 5 namba 6 hivyo. Sasa kwa gari nafikiri jana nilinunua viatu I think pair 80. Maana za kwanza nilinunua 40 pairs. Za pili nikanunua 23 pairs. Mtu wa tatu nikamnunulia 13 pairs. 40, 50, 60, 70, 80. I think I have kama 80 pairs of shoe. Ama ikienda kidogo ni kama 75. Lakini ni over 70. Nimeziweka kwa gunia, nimepanga kwa gari yangu kiti ya nyuma. Sasa Mungu alinielezea mahali utaenda hata kama ni sokoni ukihubiri, unaangalia vile watoto wamevaa, vile wamekaa. Ukiona mtoto anatembea na ni kwa jua akiwa hana viatu. Na unajua hapa Masaini kuna waka jua. Unasimamisha gari, huyo mtoto unamtafutia pia moja ya kiatu, unamvalisha hapo. Na kama nguo imeraruka, unajua wengine wanavaa shuka
lakini hawa watoto wengine wananunuliwa maguo. Sasa kama kuna mahali nilienda nikapata kijana na shati ya shule imeraruka, unaona hii kitu hii imetoka, hii kitu imetoka peke yake. Sasa imebaki kama hapa na hapa, amefunga kibatoni moja na ingine hapa, alafu sasa unaona hapa inapanuka, unaona tumbo. Na nikamwambia si nikupee kiatu, akaniangalia hivi juu aliona viatu zile nilikuwa nazo hasikumtosha. Niliwapea wakiwa watoto kama 10, nilikuwa napea 13 kwa gari. Sasa wote hii kiatu imeraruka, mwingine kidole imetoka nje inakanyanga chini. Kuna kingine niliangalia nikaona, gambia hebu nione hiyo kiatu yako chini. Nilipoangalia chini iko na kishimo hivi kana kanyanga chini, na huwezi jua. Sasa Kristo akanielezea, hiyo ni ministry sasa nimekupa ya watoto na sio children's home. Hapana, huko unaenda kuhubiri. Mwenyezi Mungu, Kristo akaniambia ni lazima ni dress watoto. So ukipatana na mtoto kwa njia wao wa Masai na unaona nguo zake zimeraruka, unajua akiwa amevaa hizi na ni mbele ya watu, hakuna kitu ingine amebakisha. Alafu kuna kitu ingine na ninasikia nasikia kilio. Unapata mtoto amefaa ile kiatu tunaita sadak. Ile sadak ni kiatu ya plastic na ile jua iko. Unajua vile sasa huwa anasifanya ili waashe kushomwa na hizo viatu, wanaekanga mchanga ndani. Unaona anaenda mahali kuna mchanga, anaijaza mchanga ndani ili izuie ile kumshoma. Sasa unaona huyo mtoto wakati anaenda mahali kuna mchanga, unaona anaingia vizuri, hiyo mchanga afanye hivi mpaka ingie ndani ya viatu. Sasa unaona kako comfortable sasa kakiwa hivyo. Lazima kae na kiatu, saa zingine katagutungwa na mwiba. Sasa huwa ninatuangalia. Kristo akaniambia hiyo ni ministry nimeweka ndani yako na ni ya kuendelea. Sasa hapo si kusema nini. Kuna wakati nilienda nikapata watoto wakitoka shule, nikawaangalia vile wamevaa kwa barabara, walitoka akiwa wamekimbia wamefurahi. Baada ya siku kadhaa nikabeba viatu, nikipita hapo sasa nikirudi nyumbani baada ya kutoka kuhubiri, juu ni kwa njia tu, nikaingia kwa hiyo shule, nikaongea na mwalimu, nikamwambia aniruhusu wale watoto ambao watakuwa hawana viatu hapa shuleni ama wale wako na viatu imeraruka niwapee kila mtu pia. Hawa watoto walifurahi. Hiyo sasa naye ni ministry ingine. Maana siwezi nikaenda kununua kiatu ambayo mimi siwezi penda kutumia. So hata wale wananiuzia ninamuelezea uniuzie kiatu, lakini iwe ni kiatu iko na standard mzuri. Sio kiatu tu. Sinunui kiatu tu. Maana sinunui kiatu tu. Nanunua kiatu ambayo iko na standard mzuri. Hata wewe ukipea mtu, hata na yeye anafurahia na anaitumia. So kama hizo nilinunua jana, kuna kamoja niliona nikajua, juu niliona mtoto wa makamjukuu kangu anaingia kwa bafu kakioshwa kanakataa kuvaa slippers. Nikaona kaupe nikingine nikajua haka ngoja nipelekea hapo, nikamwambia ende uweke kwa bafu wakati unaoga unakanyaga. Juu sometimes kana slide kanakataa kuvaa slippers. Hiyo ni ministry ingine imewekwa ndani yangu. Na for sure hiyo sasa ni ministry ingine nayo ninaona nitakuwa nikifanya hata bila kuhubiri. Juu sometimes unaenda mahali sokoni, unapata watoto wamecheza masaa ya saa 9. Wanacheza tu, wamejaa kwa uwanja. Ukiona mtoto wako hapo kwa uwanja ikiwa na kiatu imeraruka, ujue ile amebakisha nyumbani maybe ni ya Sunday kwenda kanisani. Na hiyo hali ya kuingia makanisani Sunday. Ninatembea naingia makanisa nikiona iko na washirika wengi naingia na tunasoma nao na ngoja wamalize. Sasa ninawaambia yule mtoto hana kiatu saa hii nimpe. Hizo nguo nazo hata sijui niseme namna gani. I don't ongea. Lakini Mungu abariki. Na kwa wale ambao mnasimama na mimi kwa hii. Sasa hii ministry sikuwa nimeintroduce kwani nilikuwa nina hiyo ya kuhubiri. Sasa hii ya manguo. Na kitu ingine, sitaki kusema
uniletee zile maguo umetumia. Kuna mtu aliniambia, Pastor, nataka nikuletee viatu upee watoto wa children's home. Alileta gunia mzima ya viatu. Tukaimwaga na Ruth. Nilipoziangalia nikaona hakuna haja ya kupeana zingine. Unajua kuna kitu unaweza angalia hivi uone hapana. So nikisema ni kitu mzuri ninabeba kitu mzuri. Mimi ni mjeuri kwa kuchagua. Usinione hivi. Kwa kuchagua mimi ni number 1. Mimi siendagi na version, lakini ninataka ile kitu unapea mtu iwe ni kitu mzuri hata wewe unaweza ivaa. Mimi sijaitoa nguo kwangu ikiwa imeraruka na pea mtu mwingine. Nguo ikiraruka huwa nakatakata na makasi naweka kwa dustbin, ama ninairarua kabisa. Juu hata huyo ninawekea kwa dustbin asiende afikiri kuitumia. So hizo viatu niliangalia hizo viatu na ilikuwa gunia. Sikupenda. So kuna mtu atakwambia atakuletea zile nguo ametumia ama ile viatu ametumia. Ukiona zile viatu anakuletea hata wewe usiwezi peana. So mimi naenda sokoni nachagua the best. Na tafuta hao watu wanauza viatu wakiuza zile za bei kali. Naenda namuelezea kuna hizi sports inauzwa mpaka 200, 300. Namuelezea niuzie kwa bei moja. Kama ni 250 niuzie. Kama utaniuzia 200. Sasa zile wamechagua. Kuna mtu mmoja nimepatana na yeye anaendaga Gikomba anachagua hizo. Sasa akiniletea akinunua kama 200 ama 150 namuelezea niongeze 50 uniuzie hivi viatu yote. Ama ninapata kama ni ya sport, viatu ya sport ndio iko na bei. Lakini ile viatu iko na bei kabisa ni ya shule. Kiatu ya shule lazima iwe 1000 na. Lakini hizi ni between, unapata hii kiatu ni sport inauzwa hizo anachagua inakuwa second class baada ya kamera kuchagua unapata unauziwa 300, 250. Ukiangalia hiyo kiatu unaona ni mzuri. Kiatu hata wewe ukipelekea mtu huna aibu, usikie aibu. Anyway, hiyo ni ministry nyingine. Na hiyo sasa hiyo ni mzito kushida sasa hii ya kuhubiri. Maana Kristo aliniambia nimekupea hiyo kazi. Aliniletea watoto wakiwa wanaonekana wamelarukiwa, watoto wengi, na akaniambia sio children's home. Hao sio children's home. Sasa masaini ndio nimeona. Sasa ikabidi sasa nikienda lazima ninunue maguo, lazima niende na viatu hizo. Na ni mtoto kutoka siku moja ama mwaka moja tule tutoto tunatembea kwa miaka 2 hadi msichana wa form 4. Juu wako huko Masaini. Wa Masai unajua saa zingine unaona amefaa tu mashuka hivi. Na kuna baridi na si mnono. Sasa ukiwa na kajaketi mzuri unapea huyo mtoto. Namwambia vaa hiyo. Kama leo asubuhi kuna mama nimepatana naye Kayole. Amevaa maguo mingi. Alafu anatembea na katoto kakiwa na t-shirt hizi za jezi, hizi za wachezaji ya nylon. Na kulikuwa na baridi. Nilikuwa naongea na mtu kwa simu. Niliacha kuongea na yeye nikafungua kisikio nikasimama. Kamuuliza sasa mama alikuwa ni kama Muislamu. Unavaa hivyo umevaa vizuri hivi mpaka umevaa mpaka tracksuit. Amelikuwa na kijacket ya tracksuit. Alafu unavalisha hii mtoto hii kitu ya nylon alafu na unafurahi. Huyo mama hakuniongelesha lakini hakunifurahi. Nikamwambia ufalisha mtoto kuna baridi. Ndio unaona hawa watoto wanatusumbua mtoto wako hospitali kila saa. Ni kuashiria baridi. That is part of ministry. Mungu awabariki. Neema ya Mwenyezi Mungu iwe nani. Na hii injili iendelee. Evangelist Martin Ndungu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Sio 721 735 498. Na niseme hii nikimaliza. Kama wewe ulikuwa mshirika wangu zamani, ama ulikuwa unasikia tunapelekana, alafu ukaenda ukapata prophet mwingine,
huyo prophet akikuelezea mambo yangu kwa njia mbaya, penda Mungu akusaidie. Usireact kulingana na vile unaelezewa na huyo. Nasikia? Juu unaweza niasha uende kwa your Samuel. Probably me, I was not your Samuel. Sasa ukienda kwa Samuel wako, usifikirie mimi sikuwa na mafuta. Kwa Biblia, Revelation hii kuna makanisa 13. I think there are 7 or 13. Iko hapa Revelation. Kila kanisa iko na wakasi wake. Mwenyezi Mungu alitumana kwa hiyo makanisa yote. I think there are 7. Sikumbuki vizuri. It's not a big deal. But iko Revelation. Kanisa hili, kwa kanisa hili, kwa kanisa hili. Kwa nini Mwenyezi Mungu anasema kanisa na hili na hili na hili? If I was not your Samuel na umepatana na Samuel wako, chunga sana. Kuna mama moja na ni rafiki yangu sana, alikuwa ananifuata. Tulipokuwa tunaomba na yeye, nikamwambia Mwenyezi Mungu anasema hajabariki wewe kwa kasi ya kwa biashara ya mifugo, mbuzi na ng'ombe. Kado akapatana na prophetess mwingine ama prophet mwingine, akamuelezea evangelist alikudanganya. Mungu amekubarikia ng'ombe na mbuzi, vitu ya damu. Na mimi najua hajabarikiwa kwa hiyo biashara. Haezi. Maana ukiwa na ng'ombe 6 zinatoa maziwa na ile maziwa zinatoa haitoshi ile pesa ya ile chakula zinakula. Unatoa pesa kwa mfuko unasifeed. Hujabarikiwa kwa kasi ya ng'ombe na mbuzi. Kama ile maziwa unauza haitoshi kusimamia gharama, itoshe chakula ya ng'ombe, itoshe mpaka na mfanyikazi, wewe ndio unarudi kwa mfuko unalipa. Kusema ati hujabarikiwa ng'ombe ama mbuzi, sio ati ni kusema mbuzi kwako ukileta hazitazaa, lakini hazitakuwa na mazao. Sasa ile kitu huwa unafanya, unaenda kwa mtu unanunua ng'ombe ambayo ilikuwa inatoa maziwa kama chupa 10, kama lita 10. Wewe ukiinunua ukilete kwako, unajaribu kuipea kila kitu, inakataa kutoa hizo lita 10 ikiwa imekupea mingi ni 6. Na wakati ulinunua ilikuwa inatoa lita 10. Mkono wewe hujabarikiwa kuwa na mifugo. Lakini usiangalie tu juu umejaza mifugo kwa boma na zinazaa. Lakini pesa ya mfanyikazi unatoa kwa mfuko, pesa ya chakula unatoa kwa mfuko, unatoa pesa zingine extra kwa sababu ya hizi ng'ombe, kwa pesa ile ambayo unapata kwa njia nyingine. Wewe hujabarikiwa kwa kazi ya mifugo, haujabarikiwa. Utaziona zinasurura hapo. Sasa yeye alielezewa na prophetess huyu. Evangelist alikudanganya, hakunenewa na Mungu. Wewe kama wewe umepatana na Samuel wako, ama kama wewe umepatana na prophet wako, washa kupenda mambo ya kudiscuss prophet mwingine kwa huyu. Maana that might be your Samuel. And somehow without understanding hiyo kitu nimekuelezea hapa. Mimi kuna gari nilikuwa nataka kununua inaitwa ISIS, something like that. Hiyo gari nilikuwa nimeipenda watu 7. Nilitafuta kila mahali tu nikienda kuuliza inaenda. Haipati. Mpaka nikauliza Mungu aje, akaniambia hiyo si gari yako, na motorbike. So angalia vizuri, usiseme uko na utajiri wa mifugo na umejaza ng'ombe kama 6 kwa boma na unatoaga pesa ya kuifidi kwa ile kazi unafanya. Hujabarikiwa kwa hiyo biashara. Wewe ni prophet anakuambia nilisema uongo, usiwe na vita na mimi. Kitabu ujue ni nini inaendelea, usiwe na vita na mimi. Maana kuna inuka wa nabii. Mimi siwezi penda ati unaamka tu unapiga huyu nabii, unapiga huyu nabii mwingine. Ukiona tukifika kiwango ya kuongelesha nabii ama kuongelesha mtu, anakuaga naye amefika mwisho. So chunga sana wakati unapatana na your prophet, alafu unaanza kuongea yule mwingine na haujui hii ni makanisa 7 kwa Revelation. Kama Mwenyezi Mungu atakuelezea uende ujiunge na kanisa hili naye mwingine hili, tusipigane. Nasema hivyo.
maana mimi najua nimebeba moto. I know that. Tukibishana na yeye ama tukasirishiane, tupigiane kelele, automatically najuaga haitaenda hapo vizuri na yeye. Sasa what I normally like ni ni option ya kutogombana na watu. Nikiona mtu ananikujia njia mbaya, ina decide kunyamaza na muacha tu. Juu ninajua tukigombana na yeye, kuna mtu tuligombana na yeye na akaniuliza maswali akiwa na fujo mingi sana. Unajua yule mtu anakuuliza maswali ni ya ukweli, lakini wewe huku ana hiyo nia. Huyo mzee ama huyo mwanaume aliniongelesha na madharau from A to Z. Mpaka nikamwambia haya sasa nisamehe, niliagree makosa ni yangu. Lakini tulijibishana na yeye juu anasikia nikiitwa ni pastor na anaona kama mimi I don't qualify. Alinijibisha baada ya kupatana na yeye. Akiwa ni kama vile mtu anasemaga wakati tu tutapitana na huyo mtu kidogo atanijua. Hivyo ndivyo ilitokea. Tukapitana tu na si kwa ubaya. Na ilitokana na pesa, na ni pesa nilikuwa nampea apee mtu mwingine. Sasa aliniuliza maswali mingi. Unanituma kama nani? Wewe ni nani? Ni nini? Yaani nikaona nikamwambia haya, washa nisikutume basi, washana hiyo mambo. Hii pesa ilitoka ungomvi. Mimi huyo mzee hakunifurahisha na nilinyamaza mpaka nikaomba apology, na hiyo pesa hakunipea, nilikuwa nimemtuma. Na alipeleka, lakini aliniongelesha vibaya. Unajua watu wengine wanajifanya wahubiri hapa. Mimi sikufurahia, lakini nililia Mungu nikamuelezea, I've not offended this man, but he has decided kunikanyanga tu. Nifanye nini? I had something. Kuna kitu ningefanya, lakini nika option kutoifanya ni nyamaze. Unajua huyu mzee nimekuja kuitiwa amekufa. Na hajakufa juu yangu. Kuna yule wako ndani yangu. Akisikia nimelia na ninalia kilio ya haki, anakuja kunilipishia. Sasa wewe kama ulikuwa unanifuata na unaona hauridhiki umepata nabii mwingine, toa maneno yangu kwa mdomo yako kwa huyo. Maana hujui. Na watu wengine Mwenyezi Mungu ananiambia hawa, huyu achana naye. Hata ukijaribu kumsaidia hata saidika, anakusubua tu, muache. Sasa naelezea Mwenyezi Mungu, si umtengenezee njia aende. Anatoka anaenda kwa yule nabii ambaye anamwambia vile anataka. Usifikirie hapo ni maendeleo. So kama wewe ulikuwa unanifuata na wewe ni mfuasi wangu, alafu all of a sudden umepatana na nabii mwingine ukaona mimi ni mbaya, toa maneno yangu kwa mdomo yako kwa huyo. Hata kama sio mimi, umekaa dasati ni mhubiri, all of a sudden umekuja kujua makosa yake, toa maneno yako kwa mdomo yake kwa mdomo yako, yatoe. Nyamaza tu, usiongee. Unafikiri Mungu anaonaga mambo ngapi akiwa mbinguni na haongei? Na wakati anatuongelesha ili atuondolee zile njia mbaya ambazo ziko mbele yetu. Sasa wewe unaona kama ulidanganyika kujuana na mtu ukawa unasimama na yeye mpaka na pesa, alafu fasada ni ukaona huyo mtu ni kama ni muongo. Huyo acha kupigana na yeye. Maana uenda ukapigana na kitu huwezi. Nitaongea tu hivyo. Mungu awabariki. Nilikuwa nimesema namba yangu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Tunaenda mbinguni. Niseme hivi, na hii ninasema nikimaliza. Raila ametuasha. Mimi niliprophesy about Raila's death kama miaka 2 hivi imepita. Sasa tusipoangalia, kuna watu kadhaa wamefuata Raila, lakini nisiseme juu si mzuri kusema hivyo.
Tuombe. Kusiwe na watu watafuata Raila. Simple as that. God bless you. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu, bariki mwenye kunisikiza. Elevate them, O my Redeemer. Wapiganie na vita hizi ambazo wanapigwa na shetani. Baba, ingia ndani yao, washindanie na wapatie peace. In Jesus' name. I cover you all in the blood of Jesus, and I speak blessing. I cover my nation with the blood of Jesus, and I uplift unto our leaders. In Jesus' name. Amen. Niwaambieni hivi. Raila ameenda. Ngoja nirudie hii juu nimeiona tena. Lakini muombe Mungu. Asifuatwe na watu wengine. Hivyo tu. Maana nasikianga watu wakisema, nimesikia hii kitu sana. Bwana akikufa ashe bibi na walikuwa na utajiri. Watu wengi wanasemanga ni bibi ndiye anajua ile kitu ilikula bwana yake. Hiyo ni kitu sana kwa inasemwa na watu. Bwana ndiye anajua. Sasa muombe kusikufe mtu mwingine ambaye ni wa kampi ya Raila. Maana akikufa mwingine katika kampi ya Raila, ama kusikufe mtu mwingine kati, hata kama sio kampi ya Raila, kusikufe mtu mwingine wa opposition. Maana in case mmoja hivi akiondoka afuate huyu, utakuwa na vurugu Kenya, watu wakisema hapana, ni kuuawa. Na si kuuawa. Kifo ya Raila ni ya kifo, imefika. Hata kama ni mara ngapi umesikia watu wamejaribu kuuawa na hawakufi, maana wakati wao hujafika. Sasa ninasema tuombe tena kusikufe mtu wa opposition. Isije ikaletwa shauri na shetani ati huyu tena amekufa, hata ule mwingine aliuawa. Isiwe hivyo. Maana Raila amekufa kifo ya kawaida. Kifo ya Raila ni normal death. Lakini kukifuata mtu mwingine katika hiyo laini yake, watu wataanza kusema hata yeye aliuawa, hata huyo ameuawa. Na ni wakati wao umefika wa Mwenyezi Mungu kuvuna. Tumedanganywa na wakubwa sana. Niliwaambia hapa wakati mmoja na watu wakikuliwa na wanyama. Ndio juzi nilikuwa nakumbuka watu walikuwa na wakuliwa na fisi. Fisi zimekula watu sana. Ombea wale watu wamesuguka Raila, usikufe mwingine. Maana mwingine akifuata. Hebu niwashoree hii picha. Kuna bodyguard ya Raila alikufa. Watu wakaongea kidogo sana. Leo hii kumekufa Raila. Raila alikuwa bodyguard wake mashuhuri. Sasa Raila ameenda. Kuna maongeo hawa watu mnaongea ati Raila ameuawa. Hapana, Raila amekufa kifo yake. Wakati wa Raila umefika. Ni kitu tumeiona kama miaka 2 hapa imepita. Hata alikuwa na nikawaambia wakati moja, huyu mkubwa anaonekana ataondoka. Lakini watu wao juu wanampenda, wanamuombea. Mwenyezi Mungu ana extend. Tuombee. Mazishi ni ya sijui sade, sijui kama atabadilisha. Lakini kusitokea mauti ingine ya hiyo kampu. Maana kukitokea mauti ingine ya hiyo kampu, moto utawaka. Na msimeki mistake ingine. Hii naona watu wakisema Kalonzo, Matiang'i, Gachagua, hiyo kampeni tuache kufanya. Kama tunajipenda, turudi kwa magoti tuombe Mwenyezi Mungu atupatie mfalme.
hivyo tu. Saulo alipewana na Mwenyezi Mungu akawa mfalme wa Israeli. Wao ndio walilia, Mungu akawapea. Lakini kama Saulo angekaa vizuri mbele ya Mwenyezi Mungu, kazi yake ingekuwa rahisi mpaka mwisho. Tuombe Mungu atushagulie mfalme. Hivyo tu. Ashani kuanza kufanya Kalonzo, sijui Matiang'i, sijui Uhuru arudi tena, sijui hiyo kampeni washani kufanya. Tumefanya mistake mara kadhaa hapa. Tuombe Mwenyezi Mungu atupee mfalme na atasikia. God bless you. God bless you ambaye unanisikiza katika jina la Yesu. In Jesus name. Amen. Injili iendelee. I'm Evangelist Martin Ndung'u. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mungu akubariki. Tuonane kwa mitandao. In Jesus name. Amen.